Nikamwambia sawa, basi nikampisha. Lakini pia nikatafakari njaa. Nikaamua kumwambia yule binti. Wakati huo alikuwa ameshasimama ili aweze kushuka. Nikamwambia samahani, naweza kupata sambusa? Akasema ndiyo. Basi nikatoa 1500 nikampa yule binti, nikamwambia nataka sambusa 3. Yule binti akapokea ile pesa na akaondoka. Abiria wengi sana walishuka kwenye basi. Tulibaki wachache tu. Sijui hao ndio mwenzangu na mimi au waliamua tu kubaki, hapo sijajua. Basi baada ya muda abiria wakaanza kurudi akiwemo yule binti. Alifika nikampisha akakaa. Akanikabidhi nilichomwagiza, lakini akanipa na maji makubwa, halafu akaniambia, "Bei ya sambusa hapa sio 500. Kwa hiyo nimekuongezea pesa, nimekuchukulia sambusa. Pia nikaona nikuchukulia na maji sababu soda unayo." Nilishtuka aliponiambia hivyo. Ameniongezea pesa? Nikamwambia asante, lakini usingechukua kwa sababu sina pesa ya kutosha. Akasema usijali, mimi nimekuchukulia tu, wala sina maana unilipe. Riana nilishukuru sana. Nilimshukuru yule binti, hapo angalau mlo umepatikana. Soda nilikuwa nayo kwa sababu tulipewa abiria wote ndani ya basi. Baada hapo safari ikaendelea, huku tukiwa tunakula mimi na yule binti. Yeye anakula mapochopocho ya maana, na kiukweli mate alikuwa ananijaa mdomoni. Yaani natamani yale mapochopocho. Kama mnavyojua jamani, nyama huwa haizoeleki kabisa.